Kwa majina naitwa Giveness Kaaya, St. Elizabeth Hospital. Karibuni tena kwa siku ya leo kwenye kipindi cha elimu ya afya. Siku ya leo tutaangalia juu ya kumlinda mtoto dhidi ya manjano. Je, nini mama afanye dhidi ya kumlinda mtoto wake asipate manjano, au nini kifanyike ili mtoto aweze kulindwa dhidi ya kupata manjano? Cha kwanza kabisa, pale tu mtoto anapozaliwa anapaswa anaanze kunyonya mapema sana baada tu ya kuzaliwa. Hiyo inasaidia mtoto kumkinga dhidi ya manjano. Lakini pointi nyingine ni kunyonyesha mtoto mara kwa mara ili kusaidia kuondoa bilirubin mwilini. Yaani pale mtoto anaponyonya mara kwa mara, akipata choo, akipata mkojo, bilirubin inaondoka mwilini. Kingine ni kufuatilia mtoto siku za mwanzo, hasa siku ya 3 mpaka siku ya 7 baada ya kuzaliwa. Huyu mtoto anapaswa kuwa chini ya uangalizi wa daktari au muuguzi mpaka atakapofikisha siku 7. Sana kwenye unyonyeshaji, je, mtoto anapata choo? Je, mtoto anapata mkojo? Ananyonya mara ngapi kwa siku? Lakini pia na kuangalia kilo za mtoto. Hicho ambacho kilo ndio kitakachokufanya kuone kama mtoto anashiba vizuri, maana kushiba kwake vizuri ndio kupata choo mara kwa mara na mkojo. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba mtoto anapata uchunguzi wa daktari, ambao pia ni muhimu sana, hasa kwenye kupima bilirubin. Kama utaona kuna utofauti, kuna zile dalili ambazo tuliziona kwa siku iliyopita kwamba ni dalili hii na hii. Je, daktari atakavyoona atapima wingi wa bilirubin mwilini kwa mtoto, ataona mtoto anahitaji mwanga au manjano alionayo ni ya kunyonyesha tu, akishinyonya akashiba akapkojoa akapata choo itaisha. Asanteni kwa kunisikiliza. Leo tumepitia jinsi ya kumlinda mtoto dhidi ya manjano. Na shukuruni sana, msisahau kusubscribe channel yetu Instagram St. Elizabeth Hospital. Kwa majina naitwa Giveness Kaaya. Asanteni.